dawa kutoka Amref. Margaret, mkurugenzi wa mipango, mbona Mulika TB, Maliza TB, Eastlands, ama ni mpango wa Kenya nzima? Tumeanza na Eastlands kwa sababu Nairobi iko na TB mingi sana. Na TB mingi among vijana. Na ndio sababu tunasema tunataka kutumia Soka kuhamasisha vijana, sana wanaume. Wanaume wako na ile tunaita poor health seeking behavior. Naona TB mingi iko kwa wanaume lakini hawaendi hospitali, hawaendi kupimwa. Ni uoga ama wako busy kidogo? Mwanaume niambie, wengi hawataki kwenda hospitali, wanaogopa. Hiki ni kitu cha siku mbili kitapona tu. Kweli kwenda hospitali. Inachangia sana. Na sana mwanaume akiwa mgonjwa anapitia kwa chemist, ananunua dawa, inaishia hapo. Wako busy, wanasema wanaenda kazini. You know, kuna all those excuses. Tunaziita excuses, lakini tunataka kuwafikia kwa sababu ugonjwa wa kifua kikuu usipotibiwa kwa wakati unaenea kwa haraka sana, kwa sababu unajua unaenea kwa hewa. So usipokuwa detected na mtu awekwe kwa matibabu ndio asiweze kueneza kwa wengine, inaweza kuwa madhara makubwa sana. Na ndio sababu tuna focus ya hao vijana. Na hamasisho matumia michezo. Manake ndio wachezaji wengi vijana watajitokeza pale. Ndio. Alafu matumia michezo kupiga vita. Hiyo ndio tunatumia michezo kwa sababu wanapocheza wengine wanakuja, wanapimwa, wale wako na kifua kikuu wanaanzisha matibabu. Na pia katika hiyo harakati bado tutapima ugonjwa wa ukimwi kwa sababu unajua zinaenda pamoja, ugonjwa wa ukimwi, kifua kikuu. Na wale wako na ugonjwa huo watawekwa kwa matibabu immediately. Elizabeth Mweni, wewe ndio serikali bwana. Sijui mikakati ikoje kama serikali, kama wadau wa serikali, mauchukuliaje kwa uzito ama idadi imekuwa kubwa ndio maana mkaamua kujitokeza sasa kuhakikisha kwa angalau mmehimili janga hili? Okay, asante sana. Nitaongea kwa ajili kuna ile utafiti tulifanya mwaka 2016 kujua kiwango cha TB nchini Kenya iko kiasi gani. Hapo ndio tulikuja tukaona kuna kiwango zaidi kuliko ile tuna report. So tukasema kuna TB mingi kule mitaani ambayo hatuipati. Kama vile Margaret amesema, vijana wengi sana, especially kuanzia miaka 15 mpaka 35, wao ndio sana udhofika na ugonjwa wa TB. Sasa tunataka kuweka michezo ndio waweze kuja, wakija pale tunawapima. Because ile utafiti ulionyesha asilimia 40 tunakosa watu asilimia 40. So tunatafuta mikakati tofauti kuweza kupata hizi asilimia 40. So serikali imefanya vitu mingi sana. Kuna ile hata tukienda kwa community pia ukiwa na TB leo tunakutembelea, tunaleta ile familia yako pale kwa kituo cha afya uweze kupimwa. Pia leo ukienda kwa kituo cha afya utaulizwa maswali kama unakohoa, utaambiwa uende ukapimwe TB. So tunataka kupata TB mapema. Zamani tulikuwa tunapata natabasamu somo kwa sababu mimi nakohoa. Leo twende tukapime. Isaya, sasa tuzungumzie mipangilio. Tutarajie nini mashindano haya, timu ngapi ambazo zitakuwepo, washindi watachukua nini, mtapata yani kutakuwa vikombe ama itakuwa wapi, kiingilio, kuna kiingilio ama ni bure bila kahawa ipo kwa ajili yake, kama hayo sasa. Kusema kweli Juma, ningependa kusema mipangilio ishafanyika, tumepanga mambo yamekuwa sawa, na hii michezo itakuwa preliminaries tutazifanya tarehe 27 Jumamosi mwezi huu ya 17. Sio 27, wamesema 27. 17 na tarehe 18. Na hiyo preliminaries zitafanyika uwanja wa Jericho na Hamza. Na hizo zote zitakuwa ni timu 8 ambazo zitaweza kuwa zinacheza wakati huo. Kisha baadaye tutakuwa na runners up na finals ambazo zitafanyika katika uwanja wa Camp Toyoyo ya katika that is itakuwa tarehe 24 na tarehe 25. Na vile tumezungumzia, tumeona
na kusema kwamba wanaume sana ndio wanaathirika na ugonjwa, lakini wakati ule tungependa pia kuwakaribisha wanawake pia waje pia watazame mpira na pia waweze pia kupata ale testing ama kuchunguzwa kwa ugonjwa. Nafikiri mwenzangu alikuwa amezungumzia Eastlands pale. Ukiangalia mpira nyingi hapa Nairobi inachezwa pande ya Eastlands, kumaanisha pia mafani wengi tutawapata pale Eastlands. So tulikuwa tunafanya ama tuna target ile mahali ambao tutaweza kupata watu wengi ambao ni mafani wa mpira ili waweze kuchunguzwa kutokana na ugonjwa. Coach, sekunde mbili tu kama kocha talanta, mambo kama haya, shughuli kama hizi wazungumziaje, wasia wako, advice pengine kwa wachezaji ambao pengine kama hayo hataki kujitokeza, lakini sasa kuna soka imeandaliwa na pia kutakuwa mambo ya afya yatakuwa naangaliwa, wazungumziaje mbaya? Mimi kama coach ningesema hii initiative ni initiative moja tumeiembrace kama coaches, manake mchezo wa mpira si ni mchezo tu. Manake unapata wachezaji wengi tuko na ile ignorance. Unapata wetu ni mchezaji lakini mambo mengi uyafahamu. Sasa unapata saa zingine hata mavijana wanaenda kwa mkahawa, huyu ametumia hizi mavinywaji wanakunywa. Sasa unapata mmoja alikuwa anakohoa, kisha unapata ameambukiza watu karibu 20. So itakuwa ni vizuri sana sisi kama coaches, kwanza sisi ndio tutakuwa watu wa kwanza tu screened. Manake vijana wanafuata kitu soja anasema sisi ndio ni kama masoja wao sasa pale mashinani. So tutawaeducate about hii mambo ya TB. Kutakuwa na screening, kutakuwa na x-ray ambayo pia ukienda katika hizi hospitali zetu kidogo nauli inakuwa ni mingi, pesa inakuwa ni mingi, lakini pale tutapeana bure. Magi, kwa haraka kama sekunde kama 10, je, shughuli hii mtakuwa mnaifanya kila mwaka ama ni mwaka huu peke yake? Na pia kuna serikali za ugatuzi, je, mtapeleka shughuli hii pia kaunti zingine ama itasalia tu Nairobi? Tuko na mpango wa kupeleka hii shughuli kwa zile places, zile counties ziko na high prevalence ya TB, na itakuwa ikiendelea through the sport. Tunataka kufikia vijana wengi zaidi kwa hii mchezo. Kwa hivyo ni shughuli itaendelea kwa a long time. Hii funding tuko nayo ya Global Fund, tutasupport hiyo for the next 3 or so years ikiendelea. Yes. Somo kauli nzito hiyo. Najua umemsukuma sana aeleze kwa nini ni Eastland. Ulikuwa unauliza labda ni lini wataleta maeneo kama yako ya Karen. Na nafikiri aliposema kikubwa, nafikiri ni kuambia mashabiki, nafikiri ndio ujumbe ambao ungekuwa nao, wajitokeze kwa wingi. Amezungumza kitu muhimu sana kocha pale kwamba ada kupima vitu kama hivi na mambo kama haya ni ghali sana.